Sambusa. Hebu njoo. Umenionea Bagia? Hapana, sijaonana naye. Hujamuona eh? Hujamuona Bagia? Sasa mimi nakutuma wewe, nenda kwa Bagia. Mwambie Bagia nahitaji mbegu zangu. Nenda kwa Bagia, mwambie Bagia nahitaji mbegu zangu. Na hii nimekupa siku 3 tu. Yaani mwambie kabisa nimempa siku 3. Kinyume na hapo. Mamae. Habari za saa hizi? Salama, karibu. Hivi niweza nikapata samaki aina ya ngulu ambaye ameoza kabisa. Kawaida ya samaki ngulu huwa akioza ananuka zaidi. Sidhani kama tungeweza kukaa hapo. Sasa kama nitamkosa basi nipate hata leo size ya kati hivi. Bwana, unanichanganya. Hebu toka hapo. Toka! Wateja wengine bwana, wanakuja kutia nuku siku kwenye biashara za watu. Shoga yangu ni zako chafu. Bwana, hebu nisuke. Ni chafu tu.
unaweza kuongea hapa hapa, sababu hata huyu ni rafiki yangu. Hata ukiniambia naweza nikaja kumwambia. Sawa. Mabwanga ameniambia kuwa anahitaji mbegu zake. Mbaya zaidi, ametoa siku 3 tu awe tayari kashazipata. Ninachojiuliza, mbegu alizozitoa mwilini mwake zinaweza kurudi vipi tena katika mwili wake? Mpuuzi yule. Mimi na yeye tulishamalizana. Na ni kweli mimba yake nimetoa. Akashtaki popote pale. Lakini Bagia, Asante kwa taarifa, unaweza kwenda. Nimekusibu kipi kiongozi? Mbona humnyonge kiasi hiki? Niliatika mbegu kwenye shamba ambalo halitoi rutuba kabisa. Jambo ambalo kwa sasa linazidi kuniumiza zaidi, sababu nimepoteza mbegu muhimu kwenye shamba ambalo tayari nilikuwa tayari kutoa uhai mbegu zangu. Bado sijakuelewa kabisa. Na kama swala la kuatika mbegu bado hujachelewa, kwa sababu mvua bado zinaendelea kunyesha. Hauwezi kunielewa bwana mdogo. Sasa cha kufanya, nenda kazini nyumbani, nenda kazini kwangu. Ukishafika pale kazini, kuna sehemu ukachukua zile pesa ambazo tunawekaga. Kisha nenda duka la sanda, nunua sanda. Alafu uchukua sindano, usisahau na mishumaa 12 pamoja na chupa ya damu. Hivyo vitu vyote utavikuta ibadani. Sawa kiongozi, nimekuelewa. Vipi, umefurahi? Na kama hujapenda, naomba usinifikirie vibaya, kwa sababu leo siko sawa kiafya, mpenzi wangu.
Usijali kabisa mpenzi wangu. Nimefurahi kuliko kawaida. Kitu kikubwa nilichojifunza kwako, usiwe na mapala kwenye kuanzisha mpira. Hasa ukiwa kwa kati. Wewe ni nani? Na umefuata nini hapa? Samahani sana kwa kuwasumbua ndugu zangu. Lakini usinishangae sana mimi. Hata mimi natakiwa nikushangae wewe. Sababu hii kanga ulioivaa hii, mimi ndo nilikuwa mnunuaji. Vile vilio ambavyo mlikuwa mnavifanya usiku kucha, mimi nilikuwa msikilizaji. Mpendwa, bado haitoshi. Hayo mapambo ambayo umeona ndani kwenye hicho chumba, mimi ndio mpambaji. Tuachane nayo yote hayo. Hii nyumba inawezekana wewe unatoka kama shababi. Mimi ndio nilikuwa mlipa kodi. Staili zote ulizopewa kwenye hicho chumba mimi pia nilipewa kama mwanaume ninayependwa. Na nikaambiwa napendwa kuliko kitu chochote. Lakini leo imebaki chochote na kupendwa imekuwa sumu. Sasa mimi sikuja utata, sikuja kubishana na nyinyi, nina shida na Bagia. Naomba nitie Bagia. Bagia? Bagia? Abe. Hebu njoo. Unamfahamu huyu? Hapana, simfahamu. Sura yake ndo mara kwanza naiona. Sawa. Wewe binti Bagia, mimi sikuja kuungama dhambi kwenu. Ila nimekuja kufuata mbegu zangu. Baada ya kuona ukimya, nimekuja kufuata mwenyewe mbegu zangu. Bagia, ogopa sana jasho la mwanaume ambalo linamtoka kwa kipindi chote cha utafutaji wake. Mwanaume ambaye alipanda mbegu kwenye shamba akitegemea kupata mazao, sio kupata hasara. Sasa wewe usinilazimishe mimi nipate hasara kwenye mbegu zangu. Wewe endelea kulingia umbile lako. Na mimi nahitaji mbegu zangu. Kama ulivyosema unifahamu, basi na mimi nitamshtakia Mungu na kwamba mimi wewe sikujui. Na shida na mbegu zangu. Na kinyume na hapo Bagia, na kuwa pia haki ya Mungu mchanga na shika huko. Haki ya Mungu. Wewe siku 3 uzione.